ni mkubwa mno, unaoisha roho yangu, ninakusifu na kushukuru, ninakuinulia mikono yangu juu, mikono yangu nainua juu, mikono yangu nainua juu, ninakusifu na kushukuru, ninakuinulia mikono yangu juu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye uweza, mfalme wa wafalme, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako ya ajabu ambayo Mungu umetubariki. Asante Bwana kwa ajili ya mimi na ndugu yangu huyu ambaye Bwana umetupa neema kuja tena leo kulisikia neno lako la ajabu Bwana, neno lako la maarifa. Kwa kuwa imeandikwa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Asante kwa sababu wewe hauko tayari sisi tuangamizwe, ndio maana umetupa neema ya kupokea ya maarifa. Ninaomba Roho wako Mtakatifu atusaidie tena siku ya leo, ili maarifa haya ya ajabu yakatuvusha hatua moja kwenda nyingine, katika jina la Yesu, amen. Amen. Karibu tena katika kipindi kizuri tunachoendelea na mfululizo wa somo letu, vifungo hatari. Vifungo hatari. Kama unavyofahamu, tumekuwa tukijifunza habari za vifungo hatari. Tumeshaangalia habari cha kifungo cha mapando, tumeshaangalia habari cha kifungo cha msiba, kuita msiba, tumeshaangalia habari cha kifungo cha ukungu wa kiroho, lakini tena tumeshaangalia habari cha kifungo cha kupata na kupoteza. Lakini leo tunaendelea na kifungo hatari ambacho kinaitwa kifungo cha ndugu. Kifungo cha ndugu. Ndugu yangu, kati ya vitu ambavyo huwezi ukavichagua, huwezi ukachagua wazazi wa kukuzaa, wala huwezi ukachagua ndugu wa kuzaliwa nao, na wala huwezi ukachagua jirani. Yaani vitu ambavyo ukizaliwa unakuta tayari vipo. Kwa mfano, hata ikitokea umeenda kujenga nyumba yako mbali kabisa peke yako polini, ukalimalima mashamba yako pale ukakaa kule, kuna muda usiojua kuna mtu atapita, ataona kumbe huku kuna maisha, kuna mtu anaishi, na yeye atajenga hapa, ndio atakuwa jirani huyo. Sasa haijalishi atakuwa ni jirani mwema ama ni jirani mbaya, lakini ndio jirani. Uwezi ukachagua jirani. Bwana Yesu atusaidie. Hata na sisi tunapozaliwa huwa hatuchagui wazazi. Wazazi unawakuta ndio wazazi wako. Yamkini wana uwezo, basi umepata neema, umetolewa na wazazi wenye uwezo. Yamkini hawana uwezo, basi ndio neema ulioipata kupata wazazi wasiokuwa na uwezo. Wengine wametolewa na wazazi ambao wana uchaji wa Mungu, wanajikuta na wao wanaenda kwa wepesi katika njia za Mungu. Lakini wapo waliotaliwa na wazazi ambao hawana neema ya Mungu, wanajikuta wanaenda kwa shida kutafuta neema ya Mungu. Ni nini? Ni vitu ambavyo vipo, huwezi ukavichagua. Na unapotaliwa ndipo unapokuja kushangaa baadaye unaambiwa huyu ni kaka yako ama huyu ni dada yako, lakini wakati umetaliwa ulikuwa hujui chochote, unajiona wewe uko mwenye. Kwa hiyo huwezi ukawajua. Kwa hiyo hao wanaoitwa dada, hao wanaoitwa kaka, ndio hao Biblia inawatamka ndugu zako. Ndio maana kuna mahali kwenye Biblia katika Injili Yesu anaambiwa mama yako na ndugu zako wanakutafuta. Akasema mama yangu na ndugu zangu ni nani? Mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaosikiliza neno la Mungu na kulifuata. Kwa hiyo unagundua kumbe kitendo cha kusikiliza neno la Mungu, kitendo cha kulifuata neno la Mungu, wewe unakuwa ndugu pamoja na Kristo. Ndio maana sisi tuliokolewa, sisi wote ni ndugu. Haijalishi madhehebu yamekuwa mengi ya wokovu, wengine wanajiita Calvary, wengine wanajiita Pentekoste, kila mtu ana jina lake, lakini wote tunamkiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu. Sisi sote ni ndugu. Kwa hiyo huwezi ukachagua ndugu. Somo langu leo ni kifungo hatari, lakini ni kifungo cha ndugu. Kifungo hatari ni kifungo cha ndugu. Ni hatari. Twende utanielewa vizuri. Fungua na mimi maandiko matakatifu. Kama navyokuomba mara zote, tukiwa pamoja
uwe na Biblia yako jirani. Fungua na mimi maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura yake ya 37 kuanzia mstari wa 15. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 37 kuanzia mstari wa 12. Kuanzia mstari wa 12 imeandikwa, ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Au anaitwa ndugu zake ni ndugu zake Yusufu, ambao baba yao anaitwa Yakobo, ama jina lingine anaitwa Israeli. Ndugu zake Yusufu ndio hao wameenda kuchunga kondoo za baba yao. Baba aliyemzaa Yusufu ndio aliyezaa wao. Bwana Yesu atusaidie. Kifungo cha ndugu ni kifungo hatari, tupige hatua. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. Mtu mmoja akakutana naye, alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Unaona, huyu ni Yusufu, anatumwa na baba yake kwenda kuwatafuta ndugu zake wanakochunga, na maelekezo aliyokuwepo, kawaangalie wako salama, kaangalie na kundi nalo liko salama. Kwa hiyo Yusufu huyu anapoenda anajua kabisa anaenda kwa ndugu zangu. Kama unavyojua yule ni ndugu yangu, yule ni kaka yangu, yule ni dada yangu, yule ni mdogo wangu, ni ndugu yangu. Ndio Yusufu alivyokuwa anajua. Lakini stori hii hapo juu kidogo, Yusufu aliota ndoto ambapo alikuwa akiwaambia ndugu zake wanachukia. Ile yeye alikuwa ajali. Kuna mambo ambayo umeanza kufanikiwa, ndugu zako wanachukia, ila wewe hujali. Pengine ni masomo, pengine ni biashara, wanachukia, ila wewe pengine ni uzao. Ana watoto wenye akili sana, ana watoto wanachukia, ila wewe hujui. Yusufu hakujua. Hapa anatumwa, anaenda. Yule aliyekutana naye kule nyikani, yule mtu sio ndugu yake. Nimekwambia ndugu mmezaliwa pamoja. Ndio maana akamuuliza. Na yule ndugu akamwambia, kwani wewe unazunguka katafuta? Sema, na watafuta ndugu zangu. Akasema, niliwasikia wamesema wameenda dosani. Kuna mahali wameenda. Kwa hiyo Yusufu akachukua hatua kwenda. Anawafuata nani? Ndugu zake. Somo langu leo, kifungo hatari, kifungo cha ndugu. Hebu tuangalie nini kilitokea. Majeshi. Tuangalie nini kilitokea. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana naliwasikia wakisema twendeni dosani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko dosani. Wakamuona toka mbali. Ndugu zake wamemuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Ndugu hao wamemuona ndugu yao toka mbali. Yamkini yeye hajawaona, wao wameshamuona. Yamkini wao hajawaona ndugu zako, lakini wao wameshakuona. Wameona mwenendo wako, wakaona baadaye utakuja kuwatawala. Wameona mafanikio yako, wanaona baadaye utakuja kuwa mtu mkubwa sana. Wameona juhudi zako za kwenye siasa, wakajua utakuja kuwa kiongozi mkubwa. Ila wewe hujawaona, wao wamekuona toka mbali. Bwana Yesu atusaidie. Somo langu leo, kifungo hatari, kifungo cha ndugu. Wakamwona, wakapitisha na hukumu, akija tumuue. Kwa nini wamuue? Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Umeona ndugu yangu? Kifungo cha ndugu ni hatari. Ndio maana umeokoka wewe, ndugu zako wengine hawajaokoka. Wanakuhusudu wewe, ujui tu ameachaje dini yetu, ameachaje mapokeo yetu.
ndugu zako anakuhusudu, we ujui. Wamekuona toka mbali. Yusufu hajui, lakini kumbe wanamfuatilia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kifungo cha ndugu ni hatari. Narudia tena, usiwachukie bali waombee. Maana hata Yesu amesema, waombeeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Ni ndugu zako, lakini ndio hao. Tunafahamu vizuri historia ya Yusufu, matatizo aliyoyapitia makubwa, lakini matatizo yake chanzo ni ndugu zake. Kwa sababu tu ya ndoto zake, basi wao wakaamua kumtendea yale. Kwanza walimkamata, badala ya kumuua wakatupeana tena wazo atupwe kwenye birika, wakamtupa. Sio akamweka, wakamtupa. Mimi na wewe hatujui alivyotupwa, alivyoanguka aliumia kiasi gani, lakini alitupwa kwenye birika. Ni kama kwenye shimo, alitupwa. Na wakiwa wanajiandaa kuondoka, wakaona msafara wa wafanyabiashara, wakamrudia tena. Sio kwamba walikosea, wakamrudia. Sio kwamba bana pole tusamee, wakamchukua wakampiga bei. Ndugu hao. Kifungo cha ndugu ni hatari. Ndugu yako anaenda akakufanyia figisu ya kwanza, wewe hujajua tu. Unajua jamani, pengine unaenda kuomba msaada kwake, ndio huyo mwenye figisu haijakaa sawa, anatandika na nyingine. Wamemtupa wenyewe kwenye shimo, hao tena wanaenda kumchukua, wanamtoa kwenye shimo, wanaenda kumuuza tena. Wamempiga bei. Afya yako inaelekana ikauzwa na ndugu zako. Bwana Yesu atusaidie. Kifungo cha ndugu ni hatari. Narudia, usiwachukie, waombe. Shetani anapokupiga kwenye kifungo cha namna hii ni hatari. Unaweza kukuta ndugu zako akakuchukia kabisa, hujui kwa nini wamekuchukia. Kumbe wao kuna kitu wameona toka mbali. Hebu sema kwa jina la Yesu, chochote kilichoonekana na ndugu zangu toka mbali, ambacho kimesababisha chanzo cha matatizo yangu, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninang'oa hiyo roho iliyoingizwa na shetani ndani yao. Ninaing'oa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaona? Kifungo cha ndugu ni hatari. Hebu tupige tena hatua. Sitaki sana kuzungumza habari za ndoto, maana sio somo langu leo. Tutajifunza tena wakati mwingine. Lakini chanzo cha tatizo ni ndugu. Nini? Ndoto za Yusufu. Yusufu akauzwa. Yusufu alikwenda tena akauzwa tena. Yusufu akiwa nyumbani kwa Potifa akasingizwa kutaka kubaka mke wa Potifa. Yusufu akatupwa gerezani. Matatizo yote Yusufu yametokana na nini? Na ndugu. Kuna ndugu wanaenda akakutendea jambo, ukajikuta unatoka hatua moja ya tatizo unaenda nyingine, haijaisha hii inaenda nyingine. Usidhani kwamba watakuwa mbali na wewe, watakuwa nakufuatilia, wanaona nini kinachoendelea. Ndivyo walivyo ndugu. Ndio maana Yesu akasema kwenye kitabu kile cha Agano Jipya, Mathayo 10:36, akasema sijaja kuleta amani, nimekuja kuleta upanga. Nimekuja kumfitini mtu na baba yake, mtu na mama yake, mkwe na mkwe, na adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Hawa ni ndugu zako. Mmekaa wote nyumbani pamoja, mmeishi wote pamoja. Zaburi 55 mstari wake ule wa 12 hadi wa 14, anasema Daudi vizuri, anasema alinitendea haya. Sio adui. Angekuwa adui labda ningeelewa. Sio mtu mwingine, bali ni wewe rafiki yangu, ni wewe ndugu yangu, tuliokuwa tunakaa wote pamoja, tunafanya wote kazi nyumbani kwa Bwana pamoja. Daudi anaumia. Kifungo cha ndugu kinaumiza. Bwana Yesu atusaidie. Ni wewe tulikuwa tunashiriki pamoja, tunapeana shauri jema nyumbani mwa Bwana. Ni wewe. Kifungo cha ndugu ni kibaya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Naongea na wewe unaonisikiliza, naongea na wewe unaonitazama. Usiwachukie ndugu zako, waombee. Kwa maana Biblia inasema, kumbuka kwa maombi yako nitasimama tena. Hebu tupige tena hatua.
Tuangalie andiko kutoka katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi sura ya 15. Waamuzi sura yake ya 15. Waamuzi sura yake ile ya 15. Nasubiri ufike, fungua Biblia yako. Napenda tunapojifunza na wewe na Biblia yako. Waamuzi sura ya 15. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 9. Waamuzi 15 kuanzia ule mstari wa 9 imeandikwa, basi Wafilisti wakapanda, wakapiga kambi yao katika Yuda, wakajieneza katika Rehi. Watu wa Yuda wakasema, mbona mmekuja kupigana nasi? Wakasema, tumepanda ili kumfunga Samsoni, kumtenda yeye kama alivyotutenda sisi. Hao Wafilisti ni adui wa watu wa Yuda. Watu wa Yuda ndio ndugu zake Samsoni. Sasa Biblia inasema Wafilisti wakapanda. Sikiliza nikupe maarifa kidogo ndugu yangu. Chochote kinachopanda manake kimetokea chini. Chochote kinachopanda kimetokea chini. Na kwa kuwa kimetokea chini, mara nyingi waga ni cha ibilisi. Kwa nini cha ibilisi? Ufunuo 12 mstari wa 12. Ole wa nchi na bahari, kwa maana ameshuka huko kwenu mwenye hasira nyingi, kwa kuwa anajua muda wake ni mchache tu. Unaona, shetani ameporomoshwa kutoka juu akashuka chini. Tunaokaa kwenye nchi na bahari tumeambiwa ole wetu. Kwa hiyo kutoka chini anapanda. Ndio maana watu wengine mapepo yanapanda. Ukienda kwa waganga wa kishendi wanapandisha maruhani, yanapanda kutokea chini. Najua umenielewa. Wafilisti wakapanda, wamesimama nafasi ya shetani, wakapanda, wamewafata ndugu zake Yuda. Kifungo hatari cha shetani kinapanda, kinawafata ndugu zako, kinapanda ndani yao. Wanajikuta wanakuchukia tu, wanajikuta wanakuona wewe ufai tu, wewe hujui nini kichwa, wanajikuta ufai tu. Hebu tuangalie, baada ya Wafilisti kupanda nini kimetokea? Wameenda kwa ndugu zake, nini kimetokea? Tupige hatua. Majeshi. Ndipo watu 3,000 wa Yuda wakateremka hata ule ufa wa jabali la Etamu, wakamwambia Samsoni, je, hujui ya kuwa Wafilisti wanatutawala? Ni nini basi uliotutenda? Akawaambia, kadiri ile walivyonitenda mimi ndivyo nilivyowatenda wao. Samsoni kwa kweli nampenda sana. Kwa kadiri walivyokutenda na wewe watende vile vile. Narudia tena, kwa kadiri walivyokutenda watende vile vile. Samsoni akasema, kwa kadiri walivyonitendea na mimi nimewatenda hivyo hivyo. Anayewajibu ni ndugu zake. Wakamwambia, sasa tumeshuka ili kukufunga, tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Samsoni akawaambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao, lakini hakika hatutakuua. Basi wakamfunga kwa kamba 2 mpya, wakamchukua kutoka huko jabarini. Ndugu yangu, Samsoni alipowapiga Wafilisti, baadaye Wafilisti hawakujua ameenda wapi, kwa maana yeye alienda akaingia kwenye bonde. Kwenye lile bonde ndugu zake walikuwa wanajua. Walipopanda Wafilisti kutoka chini, walipopanda ndugu zake wakashuka. Anayeshuka manake anatokea juu, anashuka. Wapo ndugu zako walioshuka kwenda kwa waganga kukuroga wewe. Wapo ndugu zako walioshuka kwenda kwenye milimo. Wapo ndugu zako walioshuka kwenda kutambikia. Wapo ndugu zako walioshuka, wameshuka. Wafilisti walipanda, mashetani alipanda, wao wakashuka. Wameshuka kwenye vikao vya uchawi. Anajidai sana, anajisikia sana. Kwa nini wameshuka? Kwani umewakela nini? Maombi yako ndio yanaumiza mambo yao. Wengine ndugu zako ni watu wa mizimu. Mmezaliwa pamoja lakini wao wamemkataa Yesu, wana mizimu. Wengine ni watu walioshika dini tu, hawamtaki Yesu, wameshika dini. Maombi yako yanaenda kuharibu vitu vyao.
Ndio maana ndugu zako anamwambia Samsoni, hujui kwamba Wafilisti wanatutawala? Hujui kwamba sisi tunatawaliwa na mambo ya mila? Hujui kwamba tunatawaliwa na mapokeo? Hujui kwamba tunatawaliwa na mizimu? Hujui wewe? Mbona unatuharibia mambo yetu? Wameshuka. Wapo walioshuka kwenda Pemba, wapo walioshuka kwenda Sumbawanga, wapo walioshuka kwenda Ngende, wapo walioshuka kwenda mahali na mahali ili kukufuatilia wewe tu. Narudia, kifungo cha ndugu ni hatari. Usiwachukie, bali uwaombee. Bwana Yesu atusaidie. Na siku zote maombi yenye mzigo, maombi yenye uchungu kwa ajili ya watu wanaokutesa yanajibu. Samsoni anawaambia, niapieni kwamba hamtaniua. Ni swali la ajabu sana. Ina maana Samsoni aliona mauti kwa ndugu zake. Kumbe kuna uwezekano katokea hata mauti kwa ndugu zako. Wapo ndugu zako wanaweza wakashuka, wahakikishe kabisa umekufa. Wapo. Narudia tena, sina lengo la kukugombanisha na ndugu, bali utende kwa hekima. Sio kila anachokutendea Mungu muujiza basi ukakitambaza kwa ndugu wote. Hapana. Sikia sauti ya ndani kwanza. Bwana Yesu atusaidie. Sikia sauti ya ndani. Samsoni akiangalia, hawa ni ndugu zangu, nikiwapiga hawa nawapiga ndugu zangu, sasa basi niapieni kwamba hamtaniua. Kumbe ndugu zako wanaweza kukuua. Wakasema, hakika hatutakuua, lakini tutakufunga kwa kamba, tutakufunga sana. Biblia inasema wakamfunga kwa kamba 2 mpya. Wakamfunga sana na wakamtoa kule kwenye jabali, wakampandisha kwa wale watesi. Kwa nini kamba 2 mpya? Kamba 2 mpya ni ufunuo, ni roho ya mauti na kuzimu. Walisema hawatamuua, lakini kumbe walimwandalia mauti na kuzimu, akafie kwa adui zetu. Kamba 2 mpya, mauti na kuzimu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Inawezekana kabisa kifungo cha ndugu kikapelekea ndugu akashindwa kuelewana. Inawezekana kabisa. Lakini chanzo ni shetani ambaye ameleta kifungo hatari. Kifungo cha ndugu ni hatari. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mambo ambayo yanaweza yakakutokea hata hujajua chanzo ni nini. Unabaki unashangaa, kumbe ni ndugu. Kuna ndugu anaweza akakaa kikao, kwa nini amezaa watoto wazuri? Watoto wetu si wazuri. Ninashuhudiwa kuna mtu hapa watoto wake hawajaolewa ama kuoa, kwa sababu kuna ndugu amekasirika. Kwa nini wao waoe kabla watoto wetu hawajaolewa au kuoa? Wengine wamechukia kwa sababu watoto wako wamepata kazi. Wengine wamechukia kwa sababu watoto wako wanasoma. Ni ndugu. Mmezaliwa tumbo hili. Narudia, nilianza kwa kukwambia, kati ya vitu ambavyo wewe ukachagua, uwe ukawachagua wazazi wako ndani, uwe ukamchagua jirani, na uwe ukachagua ndugu. Hao ndio umewakuta sasa. Bwana Yesu atusaidie. Nini cha kutenda sasa? Ndugu ni ndugu zako tu. Mwangalie Yusufu. Ni kweli walimtendea mabaya yaliyogharimu maisha yake, na tena hata alitishia uhai wake. Utajuta mchungaji wapi alitishia uhai wake. Kwani ile hukumu aliyopewa kwenda gerezani, kwani mfalme hakwenda kutoa hukumu nyingine zaidi ya ile? Na alikuja kuitoa baadaye. Angalia kisa cha mwoka mikate na mwingine mpishi wa mfalme. Hukumu yao ilikuwa kunyongwa, na wote walikuwa gerezani na Yusufu. Je, ile hukumu angesema mkamateni Yusufu muueni, angenyongwa? Pamoja na kwamba Yusufu amepitia mateso makali yale na ndugu zake wamemtendea, lakini mwisho Yusufu anainuliwa. Mwisho Yusufu anawasaidia ndugu zake, tena kwa mzigo, tena kwa uchungu, tena kwa kulia. Biblia yangu inaniambia alikuwa anageuka nyuma, analia. Akishafuta machozi ndio anakuja.
Anajifanya amejikausha, amewakasirikia, lakini kumbe ana uchungu wa kulia, nyinyi ndio mmenitendea mabaya haya, lakini bado aliwakumbatia ni ndugu zake, akawasaidia kwenye dhiki yao, akawasaidia kwenye taabu yao. Ndugu yako msaidie, muombee, maana hata Yesu alisema adui yako muombee. Yani muombee, yani anayekuchukia wewe muombee. Narudia tena, shida haiko kwao, shida ni kifungo hatari walichofungwa. Mwingine ni mchawi, mwingine ni msihiri, mwingine ni msoma nyota, lakini ni ndugu. Maisha yetu ni shuhuda. Kuna watu wengine hata wakienda nyumbani kusalimia vijijini tulikotoka, wanapewa maelekezo pige hata na wazazi wao, hata na wale wanaokuta kule, nyumba ile usile, nyumba ile usifanye. Unajiuliza, kuna na sisi tumezaliwa pamoja, sisi ni jamii moja, sisi ni ndugu moja, kwa nini inakuwa hivyo? Kumbe kifungo cha ndugu ni hatari. Nataka leo tuombe kwa ajili ya ndugu zetu. Kama uko tayari, sema Bwana Yesu, siku ya leo nimelisikia neno lako, nimetambua kumbe kuna kifungo cha ndugu ambacho ni hatari kwenye maisha yangu. Ninaomba Bwana Yesu, ninawasamehe ndugu zangu wote walioshuka kwa ajili ya kufunga maisha yangu, walioshuka iwe ni kwa waganga wa kishenzi, walioshuka iwe ni kwenye mizimu au ni mashetani. Ninakuja mbele zako Bwana, ninaomba rehema juu yao, kwa maana imeandikwa, ni nani atakayesimama mahali palipobomoka? Mimi leo ninasimama juu ya ndugu zangu ambao walikukataa wewe Yesu, wakakamata dini, wakakamata mizimu, wakakamata mashetani. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, walioshuka kuzimu, ninaagiza katika ulimwengu wa roho, ninaiondoa hiyo roho, kwa kuwa imeandikwa, kila pando lisilopandwa na wewe Baba wa mbinguni litaenda kung'olewa. Ninaiondoa hiyo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza katika ulimwengu wa roho, ninatamka baraka juu ya ndugu zangu wote, ninatamka baraka kwa jina la Yesu. Ninaagiza kuanzia leo, neema ya Mungu iwafunike na kuwatamia. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Na sasa ninakushukuru Bwana, kwa maana kuanzia leo ninawapenda ndugu zangu wote, ninawatakasa kwa damu yako ya thamani. Ninaomba kuanzia leo neema yako ya wokovu ikaende kwa mmoja hata na mwingine hata na mwingine, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu sema amen.